Msikilizaji wa Gray Simulizi, karibu kwenye mwendelezo wa simulizi ya Gwaride la Mwisho, na hii ikiwa ni sehemu ya 4 ya simulizi hii. Anayekusimulia simulizi hii ni Gray Simulizi. Ni kuombe usiache kusubscribe, kucomment ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi na kujifunza wote kwa pamoja. Usiku ulikuwa umetulia tuli. Mvua nyepesi ilinyesha juu ya bati la nyumba ya Captain Casey, ikitokea sauti ya taratibu iliyochanganyika na pumzi zake nzito. Ndani ya chumba, taa ya chemli ilitoa mwanga hafifu uliomulika sanduku la zamani la Captain Casey. Baraka alikuwa bado amekaa sakafuni. Mkononi mwake kulikuwa na ile bahasha ya zamani. Moyo wake ulidunda kwa nguvu. Alimtazama Captain aliyekuwa amelala usingizi mzito. Hakutaka kufanya jambo ambalo lingekuwa usaliti, lakini alikumbuka maandishi yaliyoandikwa kwenye bahasha hiyo: ifunguliwe baada ya miaka 30. Miaka hiyo ilikuwa imeshakwisha pita tayari. Kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka, alifungua taratibu bahasha ile. Ndani yake kulikuwa na barua 4 zilizofungwa kwa mpangilio mzuri. Barua ya kwanza ilikuwa imeandikwa, atakayesoma ukweli huu. Baraka akaanza kusoma. Mimi ni Captain Elia Casey. Kama barua hii imefika mikononi mwako, basi ama nimeondoka duniani au ugonjwa wangu umefuta kumbukumbu zangu. Kwa miaka mingi nimebeba siri ambayo ilininyima usingizi. Watu wanaamini Operation Tumaini ilikuwa ushindi. Ni kweli, tuliwaokoa mamia ya raia, lakini hawajui gharama yake. Askari 12 waliojitolea kubaki nyuma ili sisi wengine tuwaondoe watoto salama, walijua hawangerudi, nami nilikuwa ndiye niliyewapa amri hiyo. Baraka alihisi macho yake yakilengwa na machozi. Aliendelea kuisoma. Tangu siku hiyo, kila anapovaa sare yangu huwa nawaona mbele yangu na wasikia wakiniita kwa majina yao. Wengine hunisalimu, wengine huniuliza kwa nini nilinusulika wakati wao walikufa. Sina jibu. Baraka alinamisha kichwa. Kwa mara ya kwanza alielewa kwa nini Captain alikuwa akifanya gwaride peke yake kila siku. Hakuwa peke yake. Ndani ya kumbukumbu zake alikuwa bado akiwaongoza wale askari. Asubuhi ilipoanza kuchomoza, Captain aliamka akiwa na furaha isiyo ya kawaida. Alitoka nje ya nyumba akiwa amevaa sare yake. Akampigia Baraka saruti. Leo ni siku ya ukaguzi wa kikosi. Ndiyo Captain. Waite wote. Baraka alitazama uwanja uliokuwa tupu, lakini hakutaka kumuumiza mzee huyo. Akasimama pembeni yake. Captain akaanza kutembea mbele ya uwanja. Koplo Juma akasimama. Vizuri sana Hamisi, viatu vyako vinang'aa. Mwita, usilegeze mstari. Baraka aligundua jambo la kushangaza. Majina yote aliyoyataja yalikuwa yale yaliyokuwa yameandikwa nyuma ya picha aliyokuwa ameiona kwenye sanduku. Hawa hawakuwa watu wa kufikirika, walikuwa askari asilia. Baada ya gwaride kuisha, kapteni aliketi chini ya mti. Akauliza kwa sauti ya chini, Baraka, ndiyo, leo tumempoteza nani? Baraka akashikwa na butwaa. Kapteni aliendelea, kila siku vita vilikuwa vimemchukua mmoja.
nikaanza kuwasahau. Nani atawakumbuka? Baraka hakupata jibu. Kwa mara ya kwanza aliona kwamba maumivu makubwa kuliko risasi ni kuishi ukiwa umebeba kumbukumbu za waliokufa. Siku hiyo hiyo jioni, Baraka aliamua kwenda kwenye ofisi ya serikali za kijiji. Alitaka kujua kama kulikuwa na kumbukumbu zozote za Kapteni Casey. Katibu wa kijiji alifungua kabati la mafaili ya zamani. Baada ya kutafuta kwa muda, akatoa jalada moja lililojaa vumbi. Juu yake kuliandikwa Elia Casey. Baraka akalifungua. Ndani kulikuwa na karatasi moja tu: mwanajeshi mstaafu. Hakukuwa na maelezo ya medali. Hakukuwa na kumbukumbu za Operation Tumaini. Hakukuwa hata na neno kuhusu ushujaa wake. Baraka alishtuka. Mbona faili lake ni hili tu? Katibu alitikisa mabega. Hata mimi sijui, labda kumbukumbu zilipotea. Lakini Baraka hakusadiki. Kuna kitu kilikuwa kimefichwa. Usiku huo akawa amerudi nyumbani kwa Kapteni Casey. Alikuta wazee wawili wameketi nje ya nyumba. Walikuwa wamekuja kumwona kapteni baada ya kusikia hali yake imezidi kuwa mbaya. Mmoja wao alikuwa mzee mwenye kovu refu usoni. Alipomwona kapteni, macho yake yakajaa machozi. Akasimama, akapiga saluti ya kijeshi. Kapteni akamtazama kwa sekunde kadhaa. Ghafla uso wake ukang'aa. Mwariego. Yule mzee akaanza kulia. Ndiyo kapteni. Mwariego, uliokoka? Ndiyo. Niliamini ulikufa. Walinipata nikiwa nimejeruhiwa. Kapteni akamkumbatia kwa nguvu. Wote wawili wakalia kimya. Baraka alikuwa amesimama pembeni akiwa ameduaa. Kumbe baadhi ya askari wa Operation Tumaini walikuwa bado hai, na walikuwa wamebeba ukweli ambao haujawahi kusimuliwa. Baada ya muda, mzee Mwariego alimgeukia Baraka, akasema kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito mkubwa, unataka kujua kilichotokea kwenye Operation Tumaini? Baraka akatikisa kichwa. Mwariego akavuta pumzi ndefu, kisha akasema maneno yaliyomfanya Baraka ahisi damu ikisimama kwenye mishipa yake. Kile kilichoandikwa kwenye shajara ya Captain si hata nusu ya ukweli. Mvua ikaanza kunyesha kwa nguvu, na Baraka akagundua kuwa siri ya Operation Tumaini ilikuwa kubwa zaidi kuliko alivyowahi kufikiria. Msikilizaji wa Gray Simulizi, na huo ndio mwisho wa sehemu ya 4 ya simulizi hii ya Gwaride la Mwisho. Aliyekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulizi. Ni kuombe usiache kufuatilia mwendelezo wa sehemu ya 5 ya simulizi hii ili kujua siri iliyokuwa ndani ya Operation Tumaini.